Umebarikiwa sana na kupenda katika upendo wa Kristo Bwana. Wewe ni wa pekee sana. Bwana ana kusudi na wewe. Ninakukaribisha tena katika kipindi chetu hiki cha Midnight Live Service, maombi ya usiku wa manane. Naitwa Pastor Florentina Gama. Nampenda Yesu. Najua na wewe unampenda Yesu. Nimeamua kumfuata Yesu na kumtumikia kama jinsi nilivyo. Haleluya. Hivyo nakushukuru sana kwa wewe ambaye uko pamoja nasi siku zote, nikiwepo mimi, akiwepo Apostle. Tunakushukuru sana. Lengo letu na madhumuni ya kuwepo mahali hapa ni moja tu. Lengo letu kubwa na madhumuni ya kuwepo mahali hapa ni kwa sababu ya wewe upatane na Mungu wako. Ni kwa sababu ya wewe upatane na Mungu wako. Hilo ndio lengo na madhumuni. Ni wewe upatane na Mungu wako. Kwa sababu katika kupatana na Mungu wako ndio kana kila kitu. Ukishapatana tu na Mungu wako, wewe unafanikiwa kila kitu. Hivyo kwa upekee kabisa, kwa kibali kabisa cha Bwana ambacho amekiachilia usiku wa leo, ninatamani sana uweze kupatana na Mungu na kumjua Mungu kwa vizuri. Haleluya. Ninatamani sana uweze kumjua Mungu na kumjua Mungu kwa vizuri na kwa amani. Amen. Hivyo Mungu akubariki sana sana sana. Mungu akuinue sana sana sana. Mungu akuinue sana sana sana. Lakini katika yote na katika vyote, katika vyote na katika yote, ni wewe kuendelea kuishi katika tengenezo la Mungu, kufuata amri kuu za Mungu. Hivyo napenda sana kukualika na kutaka kujua kipi, lini, kwa nini Bwana wewe amekuweka au amekutunza. Haleluya. So makusudi yote ni Mungu mwenyewe anajua kwa nini wewe, kwa nini sasa hivi, kwa nini hili. Unajua katika kumtafuta Mungu kunahitaji kujitoa, kunahitaji kujikubali, kunahitaji uvumilivu, kunahitaji kujitambua pia. Lakini kama huwezi kujitambua, kuna namna ambayo inaweza ikakushinda kuendelea kutafuta uso wa Mungu, labda kwa vikwazo vitakavyotokea ama kwa chochote tu kile ambacho kinaweza kikatokea kikaonekana alikuwa ni pinzani kwako. Haleluya. Hivyo Mungu akusaidie sana uweze kukubali na kujijua kwamba wewe ni mtu mkuu sana. Barikiwa sana mwanangu Junior Temba, Mungu akubariki sana. Nawathamini sana na kuwapenda sana na kuwafurahia wote huwa mnaojiunga live pamoja nami, pamoja na Apostle, mnao share, maana tunaonekana na tunaona na inaonekana tuko pamoja. Hatufundishi wenyewe tu, maana ya wewe unatuona ila mimi sikuoni, lakini unavyo share na unavyo comment, basi tunakuwa tunajua kwamba tuko pamoja. Haleluya. Sasa kila kitu, kwa mfano kuna masharti ya mwongozo wa kiungu. Kuna masharti kabisa ya kiongoza wewe kama mwana wa Mungu ambao unataka hasa kupata ule mwongozo wa kiungu. Kuna kanuni zake. Ya kwanza kabisa ni kuzaliwa upya. Kuzaliwa upya ina maana kuyaacha ya kale na kuyaanza maisha mapya, yani kupata ubatizo. Haleluya.
Hiyo ni kanuni ya kwanza kabisa kwa mtu ambaye ameamua kuishi katika tengenezo la Mungu. Kanuni ya pili ni kuwa mpole. Kanuni ya pili ni kuwa mpole. Ukiwa mpole, kwa sababu hata Mungu wetu ni mpole. Sasa kanuni kabisa au sharti kabisa mwongozo wa kiungu ni kwanza kuzaliwa mara pili, new birth. Pili ni kuwa mpole. Ukisha kuwa mpole, kwa sababu ukizaliwa upya hutokuwa na yale mambo yako ambayo ulikuwa naye. Utakuwa mtu mwenye upole. Hutokuwa mkali, hutokuwa mwenye hasira, hutokuwa mwenye kiburi, utakuwa mpole kwa sababu ya Mungu aliye ndani yako ni mpole. Anataka utulivu. Haleluya. So kitu kingine ambacho katika mwongozo wa kanuni za kiungu kingine kabisa ni kuwa unasikia sauti ya Mungu, unatii, unakuwa na utii wa sauti ya Mungu. Watu wengi wanakosa utii wa sauti ya Mungu. Wengine walisema na nyie kuhusu huduma, lakini unabishana naye mpaka saa hizi kwamba amekuita, unabishana naye. Mwingine amesema naye kuhusu ya mke, lakini hukuweza muoa huyo mke na ukaacha akaolewa na mtu mwingine, au kuweza kuolewa na huyo mwanaume akamwacha akaolewa na mtu mwingine. Mwingine ameambiwa kabisa juu ya nini? Ya kumgusa mtu fulani au kumbariki mtu fulani, lakini hawezi kumbariki kwa sababu ya fikira zake za kibinadamu. Sasa mwongozo wa kiungu masharti yake ni lazima uzaliwe upya, uwe mpole, utii sauti ya Mungu. Haleluya. Utii sauti yake na uendelee kukaa katika maombi. Ukiendelea kukaa katika maombi itakusaidia sana, kwa sababu maombi yanakusaidia mawasiliano yako kati ya wewe na nani? Na Mungu. Sasa ukiwa huna maombi, maana yake wewe unakuwa unawasiliana na nani? Sasa Mungu akusaidie uweze kuwa ni mtu wa maombi. Haleluya. Haleluya, mwana wa Mungu. Hiyo ndio itakusaidia sana. Sasa katika haya masharti au mwongozo wa kiungu tutamjua mtu ambaye amempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake katika hizi kariba. Lakini kama usikii sauti ya Mungu, yaani usikii na wala huitii. Unajua swala kusikia ni swala lingine na kutii swala lingine. Na kama sio mpole, kwa sababu waga lazima atufinyange, ni lazima tutengeneze tabia vyetu vya mizimu upande wa kwetu na nini sijui, lakini ni lazima upole uingie hapo. Unauona kabisa kwamba kuna namna fulani Bwana yupo ndani yako, Roho Mtakatifu yupo ndani yako. Jinsi unavyokuwa na kiu na roho ya maombi ndani yako, so unawasiliana na Mungu wako kila siku, kila wakati, kila saa unakuwa unawasiliana naye, kwa sababu wewe hutokuwa kazi yako kupiga kelele na akili zako au kutaka watu wakupiganie wewe utakuwa tu kila mara ni maombi, maombi, maombi. Hivyo Mungu akusaidie sana katika hii safari ya wokovu. Nimetangulia kusema hivyo mwongozo wa kiungu kwa sababu yamkini kuna mwingine hajui. Kwa nini hana hiyo divine connection na Mungu wake? Umeacha maombi, sio mpole, usikii sauti ya Mungu. Unamsikiaje Mungu kwa mfano? Anakaaje kwako? Inakuwa ni ngumu. Lakini ukiwa umebatizwa, una upole wako, unatii sauti yake, unakaa kwenye maombi, saa ngapi utakuwa na hiyo roho? Saa ngapi? Hiyo roho itakufuatilia saa ngapi? Lakini hiyo roho inakufuatilia au inakaa bado
kwa sababu huna muda wa maombi, huna muda wa ibada na Mungu, kufanya fellowship na Mungu. So ninatamani ujue kwamba kuna mahali lazima uende, kuna hatua lazima upige kama mwana wa Mungu. Huwezi ukawa umempokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, alafu unataka ubaki na tabia zako zile zile. Hapana. Bwana ana masharti yake, kuna mwongozo wa kiungu. Hilo lilikuwa ni neno langu la utangulizi. Sijui ni nani Bwana anasema naye, ila leo ninataka kukwambia mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu kwa kila jambo. Mshukuru Mungu kwa kila kitu. Najua unajua hivyo, si ndio? Lakini je, ushawahi kumshukuru Mungu katikati ya machungu? Ushamshukuru Mungu katikati ya ugonjwa? Umeshamshukuru Mungu katikati ya aibu? Umeshamshukuru Mungu katikati ya kukosa? Umeshamshukuru Mungu katikati ambako unaona hakuna giza mbele? Ushamshukuru Mungu? Mimi natamani mshukuru Mungu hata kwa taarifa ambayo ulikuwa utarajii. Wewe mshukuru Mungu kwa kitu ambacho ulikuwa hujatarajia kama kinaweza kikawa iko. Wewe mshukuru Mungu. Haleluya. Haleluya, mwana wa Mungu. So hiyo inakuwa ni key. Kwa mfano ninapenda kukwambia nguvu ya kumshukuru Mungu. Unaweza ukapunguza kabisa, usiwe busy sana kulia na kuwa na manunguniko na malalamiko mbele za uso wa Mungu. Ukienda mbele zake kwa shukrani, utaona vitu vinadidact, vitu vinafunguka. Utaona vitu vinakuwa ni vya tofauti kabisa. Kwa nini? Kwa sababu umemshukuru Mungu. Yaani katikati ya machungu, katikati ya aibu, katikati ya fedhea, katikati ya kukosa, lakini wewe uliona tu na kushukuru Mungu. Ulimwambia Mungu nakushukuru kwa hilo. Ukunungunika ni maombi ambayo very powerful. Kwa hiyo ambao umekosa kazi, bado hujapata kazi yote, mwambie Mungu nakushukuru kwa kunipa kazi. Na haijaja na hujaiona. Hii ni wale watoto ambao wanakaa katika imani, wanayemjua Mungu, ndio utanielewa hii lugha. Lakini kwa wale wanaompenda Mungu na kumwamini, ambao wamjui, ni ngumu kunielewa. Lakini kama unamjua Mungu wako, utamshukuru katika kukosa kwako. Umelala njaa, unamwambia Bwana nakushukuru, maana umesema kabla jioni haijaingia nisiibe. Basi na mimi sijaiba na ninalala. Bwana nakushukuru kwa kuniwezesha kutoitwa kuwa mwizi. Bwana nakushukuru kwa kuniwezesha kutofanya mwili wangu kuwa madhabahu au kumlagai mtu au kuchukua hela ya ughalimu, lakini Bwana umenitunza. Sasa hiyo ni kiwango cha juu sana kwa mwana kwa babaye. Ni sawasawa sisi zamani ilikuwa ukichapwa lazima mwambie mama asante. Yaani amekupiga mkongoto mzuri tu, umekula bakola, alafu naambia mama asante. Sasa katika asante kwa kija ndugu au nani haelewi kwa nini unamshukuru mama yako kwa kuchapwa vile na kupigwa vile na masingi yale na makofi yale na ngumi zile na mateke yale, na bado ukimaliza hapo naambia mama asante, kwamba unamshukuru mama kwa sababu asingekupiga usingejua kama kosa. Asante kwa kunionya, asante kwa kunielekeza, asante kwa kunirekebisha. So sisi tuliolelewa kwa hizo tabia za majumbani, mama akupiga anambia asante mama au asante baba. Sasa kama tulikuwa tunasema asante, silikuwa tumepigwa lakini bado tunamshukuru. Kwa nini? Ni mzazi. Sasa vipi wewe ambaye hutaki kumshukuru Mungu katika hayo maisha unayoishi? Umebaki kunungunika, oh Mungu mimi umeniacha, yani unioni tu. Hivi angekuwa kuoni ungeiona asubuhi kweli au ungeiona usiku wa leo, ungeweza kushika hata hiyo tachi? Mbona mwizi angesha kuja kuibia hiyo? Amen. Sasa hebu mshukuru Mungu kwa huo uzima unaoona watoto wako tu wanaamka asubuhi wanaenda, hata kama bado hawajaenda shule. Mshukuru Mungu kwa unavyosikia asubuhi mpaka jioni hakuna simu yote katika ukoo wa kwenu mbaya. Mshukuru Mungu hata kama una mgonjwa lakini bado anapumua na anaongea, unamuona. Mshukuru Mungu hata kama huna chakula. Wewe mwambie Mungu ninakushukuru.
Katikati ya shukrani huwa Bwana anajitukuza. Na usimshukuru kwa hilo, unamshukuru kutoka ndani ya kilindi cha moyo wako. Mwambie Bwana asante na unalala kwa shangwe. Kweli kabisa, mwenye nyumba amekugongea hapo na anakudai nyumba na amekwambia kesho asubuhi ama. Wewe usiku wa leo mwambie Bwana nasema asante kwa kunifikisha na kuniwezesha na kunipa kodi. Alafu uone ile hasira alikopo nayo mwenye nyumba usiku wa saa 2 tofauti na hii ya saa 7 usiku, saa 8 kasoro. Haleluya! Hivyo katika kumshukuru Mungu utaona muamala unavyosoma, au utaona moyo wa yule mwenye nyumba utakavyolainika na utakavyoongea naye asubuhi akaelewa, na akakuongezea wiki mpaka mwezi, au akakwambia basi ukipata utanipa. Nini kimetokea? Kwa sababu umemshukuru Mungu. Na katika Mungu ukishamshukuru, basi anajua unamjua, naye atafanikisha, kwa sababu unajua Mungu wako hawezi kukuacha katika hiyo aibu. Haleluya, haleluya, mwana Mungu. Hivyo natamani sana 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 ujue nguvu ya shukurani. Zaburi ya 138 mstari wa 1 mpaka wa 8, na ndio iliyopo hiyo hiyo. Zaburi ya 138 mstari wa 1 mpaka wa 8. Biblia inasema, nitakushukuru kwa moyo wangu wote, mbele ya miungu nitakuimbia zaburi. Nitasujudu nikilikabili hekalu lako takatifu. Nitalishukuru jina lako, Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako, kwa maana umeikuza ahadi yako kuliko jina lako lote. Mstari wa 3. Siku ile niliyokuita uliniitikia. Siku ile niliyokuita uliniitikia, ukanifariji nafsi yangu. Ukanifariji nafsi kwa kunitia nguvu. Pale ambako naona kwamba hakuwezekani, ndio pale pale unamwambia Mungu nakushukuru maana imewezekana. Pale unapoona umekosa, unamwambia Mungu asante maana umepata. Haleluya, haleluya, mwana Mungu. Umepata. Lakini ukiwa unanungunika, huwezi kujua nini anachokisema. Siku ile niliyokuita uliniitikia. Ni wewe unamwambia Bwana, hii kesi siwezi, ila nakushukuru maana umenijibia kesi hii. Umenifanyia hukumu Bwana, nakushukuru. Wewe mshukuru Mungu kwa hiyo kesi na hayo mashutumu uliopewa. Mwambie Bwana nakushukuru. Alafu uone kibao kitakavyogeuka. Kwa nini? Anajua unamjua kwamba anaweza. Umemshukuru kabla. Ina maana umeuona ushindi kabla ya ushindi. Umepata kabla ya kupata. Umeona kufanikiwa kabla hujafanikiwa. Umeona kitu kukujilia kabla hakijakujilia. Ukanifariji nafsi yangu na kunitia nguvu. Kwa sababu yamkini katika yale maumivu unakuwa umechoka, uelewi, yani unaumia, lakini katika shukrani utakayotoa usiku wa leo, Bwana atakutia nguvu, atakupa ujasiri wa ajabu kabisa. Kabisa. Alafu katika ujasiri ambao Mungu atakupa, utaona Mungu atakapojifunua kwako. Haleluya, haleluya, haleluya. Mstari wa 4. Bwana, mfalme wote wa dunia, wafalme wote wa dunia watakushukuru watakapoyasikia maneno ya kinywa chako. Mshukuruni Bwana kwa kuwa yu mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa yu mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Najua mnaujua wimbo. Mstari wa 4. Bwana,
wafalme wote wa dunia watakushukuru watakapoyasikia maneno ya kinywa chako. Naam, wataziimba njia za Bwana, kwa maana utukufu wa Bwana ni mkuu. Utukufu wa Bwana ni mkuu kwa sababu amejitukuza katika shukrani. Wewe umezoea kumshukuru Mungu mpaka upate, mshukuru Mungu katika kukosa. Umemzoea Mungu kumshukuru katika kuheshimika, mshukuru Mungu katika kuaibika. Mwambie Mungu, katikati ya hii aibu ninakushukuru, maana utajitukuza katikati ya hii aibu. Katikati ya uchungu na kilio, Bwana utajitukuza, ninakushukuru. Kwa sababu si Mungu wako unamjua asiyeshindwa na kitu chochote. Mstari wa 6, ingawa Bwana yuko juu, amuona mnyenyekevu, naye amjua mwenye kujivuna tokea mbali. Kwa sababu umepondeka na kujinyenyekeza kwa shukrani mbele zake, anajua kweli huyu mwanangu amemaanisha. Ila wewe unayejivuna, anajua kabisa huyu ana majivuno, anachelewa. Hivyo mshukuru sana Mungu kwa kila kitu. Msifu Mungu kwa kila hatua. Kumbuka Bwana anatujua tulio wanyenyekevu, na kila aliye mnyenyekevu ana moyo wa shukrani. Wewe mwenyewe unaweza tu kujifikiria, kuna mtu anaweza kaa amekupa kitu, amekufikiria wazo zuri, amekusemea mahali pazuri, amekusemea jambo, kuna mahali amekusemea jambo, amekutambulisha mahali, lakini hata kusema tu asante na kushukuru huwezi. Sasa utaweza mshukuru Mungu kwa uhai anayokupa? Utaweza mshukuru Mungu? Huwezi. Sasa mimi ninatamani uone thamani ya Mungu maishani mwako, uone nguvu ya shukrani kwenye maisha yako. Wewe mshukuru Mungu tu, wewe mshukuru Mungu, yaani mwambie Mungu asante. Bwana, ninakushukuru umejitukuza kwenye maisha yangu. Haleluya, haleluya mwana wa Mungu. Wewe mwambie Mungu asante kwa kujitukuza kwenye maisha yangu. Haleluya mwana wa Mungu. Kwa sababu Bwana anatujua. Wenye kujivuna anatujua na wanyenyekevu anatujua. So wala usihangaiki kujisemesha au kujiektisha kwa watu, kuwa pretender. Bwana anakujua vizuri tu. Haleluya. Mstari wa 7, nijapokwenda kati ya shida utaniuhisha. Ndio maana nikakwambia katikati ya shida na dhiki, kilio, mshukuru Mungu, maana yupo akuisha. Katikati ya uchungu mkali, wewe mshukuru Mungu. Utanyosha mkono juu ya hasira ya adui zangu, kwa sababu wale adui zako wamekukamia, wanakusagia meno, wanakuinulia visigino. Katika kumwambia Bwana nakushukuru kwa kunishindia vita, Bwana nakushukuru kwa hili, Bwana hapo hapo hasira ya Bwana itawaka juu yao, kwa sababu anakuta wewe umemshukuru nani? Mungu. Ili Bwana akushindanie vitu vyako, mshukuru Mungu kabla hujashinda, kwa sababu unamjua, unaona kwa sababu utawashinda. So mimi nina Bwana, ninakushukuru kwa kunishindia. Nakushukuru kwa kunishindia katika hiki kikao na hii aibu. Nakushukuru kwa kunishindia katika ulinzi huu ulionipa. Maana kama wewe Bwana hujalinda, wala isingekuwa hivi. Basi Bwana nakushukuru. Uone Bwana atanyoosha mkono wake juu ya hasira ya adui zako, na mkono wako wa kuume utaniokoa. Katika shukrani, Bwana atakuokoa katika vipingamizi vyote, katika uadui vyote, katika vita vyote, katika magonjwa yote, katika aibu yote, katika fedheha zote, katika dhiki zote. Yaani atakuokoa mahali ambako hujajua, kumbe ni ile shukrani. Kwa sababu yeye ni Mungu wa kuokoa. Maana umemshukuru, unajua katika hilo atakuokoa. Unajua kabisa kwamba mimi naenda kuachwa. Wewe mshukuru Mungu, atakuokoa kutoka katika hiyo kukuachwa. Utapendwa, utakubaliwa, utakumbatiwa. Haleluya. Mstari wa 8, Bwana atanitimilizia mambo yangu. Katika shukurani Bwana atakutimilizia mambo yako yote.
Bwana, fadhili zako ni za milele, usiziache kazi za mikono yako. Katika biashara yako umekaa unaona uone wateja, mshukuru Mungu, mwambie Bwana, ninakushukuru Mungu wangu, ninakushukuru kwa jinsi ulivyoleta wateja. Nakushukuru kwa riziki ya leo ulionipa. Nakushukuru kwa kufungua malango. Wewe mshukuru Bwana. Atatenda kwa namna tofauti kabisa, atatenda kwa namna nzuri sana mpaka utashangaa, kwa sababu umemshukuru Mungu. Katikati ya matukano, hata mtu anakutukana kiasi gani, mwambie Bwana asante kwa ajili yake. Ninakushukuru kwa ajili yake tu. Mtu anakusema vibaya na anakuchafua, usihangaike naye kujisafisha. Wewe mshukuru Mungu kwa ajili ya jinsi alivyokuchafua. Alafu utaona Bwana atakavyoinua mkono wake, atakavyoinua mkono na hasira yake juu ya adui zako, watesi, watabishaji, wacheleweshaji. Nini? Ni nguvu ya kushukrani. Lakini ukikaa unalalamika kila siku, unaongea maneno, vikawa vitakusaidia. Mwambie nakushukuru Bwana katika hii hukumu niliyopewa. Nakushukuru Bwana katika haya majina na hii aibu niliyotwika. Nakushukuru kwa sababu hata ukajielezea, kuna wanadamu akiamua kukaa kinyume na wewe, au shetani akiamua kukuinulia vita, hata uongee kiasi gani, still hutoshindana naye, kwa sababu yeye anakuwa amejipanga kwa hila na chuki. Lakini ukimshukuru Mungu, Mungu anaenda kuvunja hila zao, zitawarejea wenyewe. Hata wamejipanga vikosi na vikosi kwamba sisi tunahakikisha, na wamepanga na wamesuka na vitu vyao. Wewe mshukuru Mungu katikati ya hivyo vita, katikati ya hizo wanazokaanga juu yako, katikati ya hiyo mipango mibaya wanaopanga, katikati ya mawazo mabaya wanayowaza juu yako, katikati ya matendo mabaya wanayokutendea. Wewe mshukuru Mungu. Mwambie Mungu, nakushukuru hata kwa hili. Nakushukuru kwa tabia wanazonionyesha. Mwambie Mungu, nakushukuru kwa kutengwa kwangu huku. Nakushukuru Bwana, najua unakusudi. Nakushukuru Bwana kwa kukubaliwa kwangu. Wewe mshukuru Bwana kwa kila jambo zuri na baya. Tena kaa kabisa kumshukuru Mungu katika lile unaona baya. Nakushukuru Bwana Mungu kwa jinsi wanavyonihukumu. Nakushukuru Bwana kwa kunijuza na kunielewesha na kunielekeza. Nakushukuru kwa kunionya. Nakushukuru kwa fimbo. Kwa sababu kwa Zaburi ya 25 sasa, fimbo yako na gongo lako lanifariji. Fimbo ipi? Hata kipindi Bwana anawaka hasira juu yetu katika kutuelekeza, anapotulalua ili turudi kwenye mstari, mshukuru. Sasa huwezi kujua wewe katika hapo unapopitia ni mapito ama ni jaribu. Wewe mshukuru Mungu katikati ya hilo pito, mshukuru Mungu katikati ya hilo jaribu. Haleluya. Haleluya mwana wa Mungu. So usikae tu ukasema mimi sijui. Hiyo haiwezi kukusaidia. Kitakacho kusaidia, mshukuru Mungu katikati ya hiyo hukumu. Wewe mshukuru tu Mungu. Natamani hata unielewe. Mshukuru Mungu katikati ya hiyo hukumu, wewe mshukuru Mungu. Alafu utaona wewe Mungu atakavyofanya miujiza kwako. Utaona atafanya muujiza kwako. Alafu utashangaa. So wewe mshukuru Mungu kwa kila jambo. Acha kunung'unika, wewe mshukuru Mungu. Wewe mshukuru tu Mungu. Mwambie Mungu asante. Bwana ninakushukuru. Nakushukuru katika huu ugonjwa ulionipa. Asante kwa kuniponya. Kweli watu wameniacha na wamenichoka kabisa kunihudumia. Bwana nakushukuru. Kweli niko peke yangu na uuguza mwenyewe. Bwana nakushukuru, maana utaninulia malaika. Nitaambatana nao katika hilo. Mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu kwa kila jambo. Watu wamekutenga kualiki, wanakuona wewe ufai, sio stahili yako. Wewe mshukuru Mungu. Mwambie Bwana nakushukuru kwa hilo. Mwambie Bwana nakushukuru. Alafu uone Bwana atakavyojitukuza kwenye maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu umemshukuru. Haleluya. Sasa wewe mshukuru Mungu. Acha kunung'unika. Mwambie Bwana, kwa sababu ya hili wamenikataa na wamenidhalilisha na wameniambia mabaya yote nimeyafanya mimi, na kushukuru Bwana kwa kuliruhusu hilo, na nalo nalipokea kwa utukufu wako.
na kushukuru kwa ajili yao. Mshukuru Mungu. Maombi ya shukrani ni maombi ya ushindi mkubwa sana, ni maombi yenye matokeo makubwa sana. Mtu alikuwa akutafuti au akupe kitu fulani, mwambie Bwana nakushukuru. Hajakupa, mwambie Bwana nakushukuru kwa ajili yake. Hajakuita, amekukata kabisa, amekutoa kwenye mfumo kwamba huyu hatuwezi kufanya naye kazi, huyu sio mtu wetu. Wanakudharau kwa sababu wewe huna pesa kama wao. Wanakutenga na kabila lako, una rangi yako na maisha yako na familia yako. Wewe mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu peke yake, naye Bwana atakuonekania sana. Ukimshukuru Bwana atakuonekania sana. Mshukuru Mungu. Mimi naamini katika kumshukuru Mungu. Acha kulia, bali mshukuru. Maana kuna mahali unaweza ukafika usipate nafasi hata kumshukuru Mungu. Kuna mahali unaweza ukafika ukakosa hata nafasi ya kunini, ya kumshukuru Mungu. Lakini ukimshukuru Mungu sasa hivi ni faida. Nimetamani kushare na wewe leo, kwa sababu kumshukuru Mungu ndio unajenga mahusiano yako na kulinda mahusiano yako na Mungu katika kumshukuru Mungu. Hivyo elekeza kabisa moyo wako wa shukrani kwake. Katika hiyo hali wewe elekeza moyo wako wa shukrani kwake. Leo utamwona Mungu vizuri tu. Na atakushindia. Hivyo Mungu akubariki sana kwa wewe uliokaa na moyo wa shukrani. Mshukuru Mungu kwa katikati ya uchungu unao. Wewe mwambie Mungu nakushukuru kwa kuniondolea hasira, nakushukuru kwa kuniondolea visasi, nakushukuru kwa kuniondolea malipizi, nakushukuru kwa kuniondolea roho ya kiburi, nakushukuru Bwana. Mshukuru Mungu kwa kila jambo. Mimi napenda kukwambia tu namna hii. Hapana. Wewe nenda mbele za Bwana kwa machozi kumwambia Bwana nakushukuru. Ni mradi umeliruhusu, ninajua, unajua naliweza, nakushukuru. Utashinda sana. Utashangaa hata lugha zitakapobadilika kwenye hiyo kikao. Utashangaa adui zako watakazosambaratika. Kwa nini? Umemshukuru Mungu. Mungu akitizama anaona mbona hapa, lakini anajua basi. Andiko linatuambiaje? Atainua mkono wake wa hasira juu ya adui zako katika kumshukuru. Kwa sababu wewe utakuwa unaona mabaya kati yao, utaona ulikufa huko. Sorry. Utaona mabaya, utaona utukufu wa Mungu. Haleluya. Hivyo Mungu akubariki sana. Nilitaka nishie na wewe usiku huu wa manane juu ya kumshukuru Mungu katika maisha yako. Acha kulia, acha kujiona mpweke, mshukuru Mungu. Acha kuna vitu vingine vinabidi viende, mshukuru Mungu. Ukiondoka wewe mwambie Mungu asante. Vitu vingine vikija unaambia Mungu asante. Vitu vingine vikikuacha unaambia Mungu asante. Vitu vingine vikijitenga mwambie Mungu asante. Yaani kila kitu mwambie Bwana asante. Bwana nakushukuru. Kweli sina hela, sina nguo, siwezi kuchanga, siwezi kwenda, kweli nimetengwa, sijulikani, siheshimiki, nakushukuru katikati. Nimesalitiwa, mwambie Bwana nakushukuru. Ushindi wa Bwana utakuwa juu yako sana. Hivyo Mungu akubariki sana sana sana. Na kukaribisha baadaye saa 4 asubuhi Dodoma, Roma Complex pale, na kukaribisha sana. Uje tuweze tufanye ibada kwa pamoja Dodoma. Haleluya. Haleluya. Hivyo nakukaribisha sana. Na leo nilikuwa nataka, Bwana ameturuhusu tuishie na wewe habari ya shukrani. Ili mshukuru Mungu, acha kulia. Mshukuru Mungu kwa chochote kinachokutokea leo. Wewe mshukuru Mungu kwa chochote ambacho unaweza ukakiona kwamba hiki ningestahili nipo. Hii ningestahili saa hizi mtu fulani awe na mimi. Saa hizi ingetakiwa ni wewe mshukuru Mungu. Hayupo, mshukuru Mungu, yupo, mshukuru Mungu. Haleluya. So ninakukaribisha sana katika ukumbi wa Nyaisonga Roma Complex Dodoma.
Leo hii tarehe 14, maana ni usiku wa tarehe 14, siku ishapinduka, maana ni saa 8 za usiku. Leo hii tarehe 14 asubuhi kabisa tutaanza maombi. Neno kabisa nitalianza saa 4:15 na nitalimaliza pale Roho Mtakatifu atakaposema. Na neno letu kuu au langu kuu ambalo Bwana amenisemesha mwaka huu kutembea nalo katika mikutano ya nje, forgiveness make things possible. Haleluya! So uje tuone msamaha unafanyaje vitu kuwezekana. Haleluya! Uone kwa nini nakwambia msamehe watu, achilia watu. So ninakukaribisha sana, maana ni baadaye. Sasa hivi ni saa 8 usiku, niko hapa Dar es Salaam, lakini baadaye kwa uweza wa Mungu saa 4 nitakuwepo katika ibada. Haleluya, haleluya, mwana wa Mungu. Hivyo nakukaribisha sana. Kwa wewe ambaye ulikuwa unasema niende wapi, una nauli yako ambao tupo wote Dar es Salaam, karibu Dodoma. Karibu Dodoma, tumwabudu Mungu kwa pamoja. Tutue mizigo. Tuitue mizigo kabisa yani. Unajua kushusha mzigo? Tushushe mzigo kabisa. Yaani kile ambacho kinakuuma uje ukitoe. Alafu uone nguvu ya msamaha itakavyotenda kazi kwenye maisha yako. Kwa yule ambaye anataka moyo wake upone atanielewa. Ila nakukaribisha sana baadaye Dodoma saa 4 asubuhi. Uje kabisa usikose. Na wale wa Dar es Salaam pia, mwezi wa 4 forgiveness make things possible itafanyika hapa Dar es Salaam. Mwezi wa 4 tutakuwa tushamaliza kipindi cha Pasaka. Haleluya. Hivyo kwa wewe wa Dar es Salaam pia naomba ujiandae mwezi wa 4, tarehe ya mwanzoni kabisa, sikupi tarehe na tarehe tayari. Endelea tu kufuatilia, utaona nitaposti hapo posters yetu uweze kujua inafanyika wapi, lini. Forgiveness make things possible. Uje tusamee watu, uje uachilie watu. Watumishi ambao mtataka kushiriki, ningeomba mniweze kunitumia WhatsApp niweze kuandaa uwepo wenu mahali pale, kuandalia uwepo wenu mahali pale kwa nafasi zenu za ukuu ambao Bwana amewaamini anawatumia. Hivyo nitafurahi sana kwa yule mtumishi wa Mungu yoyote Bwana amemuita katika huduma zote 5: mchungaji, mtume, nabii, mwinjilisti, mwalimu, kuhani, ambaye unaona utashiriki baadaye Dodoma. Nitumie WhatsApp katika namba hiyo 0757343333. Nitumie WhatsApp niambie pastor nitakuwepo, ili ukute kiti chako na mahali pako kabisa, kiti chako kabisa cha utukufu, kiti chako kabisa cha miujiza, kiti chako kabisa cha ibada. Uje tumwabudu Mungu kwa pamoja, tuweze kusamehe kwa pamoja. Vivyo hivyo hata Dar es Salaam, huo mwezi wa 4 unakuja mtumishi wa Mungu, nitumie message kabisa mapema kwa namba hiyo. Useme kabisa kwamba mimi ninakuja, ili uwepo wako na heshima yako iwepo. Tukuweke kwenye ratiba uweze kusalimia na tujue umetuletea baraka gani. Hatuwezi kukuacha, lazima tung'ang'anie baraka zako katika uwepo wa ibada hizi za forgiveness make things possible. Hivyo ninawakaribisha watumishi wa Mungu wote waliokuwepo Dodoma, mnitumie message. Karibu Morogoro, wapi, Gairo, yoyote ambao umeguswa na unasikia msukumo wa kuja, njoo, karibu sana. Njoo tuweze kuwasamehe watoto wetu wa kiroho, tuwasamehe watu waliotuumiza. Yamkini hicho ndio kinafunga hata huduma yako inadumaa, au hata uone watu wakifunguliwa, ni kwa sababu hata wewe mwenyewe umebeba watu. Hivyo nakukaribisha sana sana sana. Iwe ni Dar es Salaam, kokote ukisikia forgiveness make things possible, forgiveness makes things possible katika mkoa wote, nakukaribisha mtumishi wa Mungu uje. Naomba uniambie mapema nikuandalie nafasi yako na dakika zako za kuweza kusema na watu wa mahali hapo watakaokuwa wamekuja kusamehe na kuachilia watu. Haleluya, haleluya, mwana wa Mungu.
Hivyo na kubariki katika jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu imiminike ndani yako, ikufungue na ikuponye. Amani ya Kristo na iamue ndani yako na itawale wewe uliokosa amani. Amani itawale wewe uliokosa usingizi, upate usingizi kama mtoto mdogo. Basi na Mungu akubariki sana. Ninakupenda sana 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 sana. Na Apostle anakupenda sana sana sana. Endelea kufollow account yangu ya Facebook Pastor Florentina Gama Reconciliation Counseling TZ. Zote hizo ni akaunti zangu. Akaunti ya kanisa Reconciliation Counseling TZ, na hizi zote ni akaunti zangu. Hivyo pia nitafurahi sana nikikuona una follow akaunti ya Instagram Pastor Florentina Gama. Nenda ka follow hapo. Nitafurahi. Pia nitakubariki sana na nitabarikiwa sana nikikuona umeenda kufollow akaunti yangu ya TikTok Pastor Florentina Gama 13. Nitafurahi kukuona huko sababu nakaaga pia live sana huko masaa 2-3. Nitafurahi kukuona pia huko. Pia kwa kipekee kabisa na kwa furaha na shangwe nitafurahi sana ukisubscribe my YouTube channel TZ Reconciliation TV. Nenda kwenye YouTube, subscribe mpenzi. Subscribe. Manake hatujui lini ili nikihamisha huko live uwepo. Na hata hizi ibada forgiveness make things possible zitakuwa live katika hizi accounts. So jaribu kufollow ili nikiwa live uwe unapata notification uweze kuwa patue pamoja. Hallelujah. So we follow tu TZ Reconciliation TV. We follow tu. Hiyo subscribe. Utabarikiwa sana. Hallelujah. We subscribe, share link na mwingine subscribe. Kuna video nyingi za masomo mbalimbali za mwaka jana nini. Wewe fuatilia video za live, videos short clips zipo pale. So unaweza ukasikiliza. Labda 1, 2, 3 zikakuhudumia. Hivyo endelea kufollow kwa sababu ibada takazokuwa nazifanya nje na ndani zitakuwa zinaruka huko YouTube. Hallelujah. So go and subscribe. Go and subscribe my YouTube channel TZ Reconciliation TV. Hallelujah. Hata kipindi hiki mnajua kipindi changu cha hiki tukiwaga kwenye kipindi hiki cha mfungo wa siku 40 kukumbuka mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Huwa nakuaga live jioni YouTube TZ Reconciliation TV. Usiku nitarudi hapa kwa hii assignment ambayo ipo. Kama si mimi basi ni Apostle anakuepo hapa. Hivyo ninakukaribisha sana. Sana 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 usubscribe ili tuwe pamoja. Mimi nitabarikiwa kukuona huko. Na upendo wa Kristo nitauona kweli upo maana umeungana. Na ninakubariki sana na ninakufurahia kwa wewe unakuwa una share live, una share kwenye status zako video zangu, una share katika akaunti zako. Umebarikiwa. Kuna watu wana share kwa kweli hizi Facebook na wabariki, na sina kikubwa zaidi ya kuwaombea ili Mungu awatendee zaidi na zaidi. Jinsi mioyo yenu ya kusupport, jinsi tulivyo tunaoanza huduma na mkatusupport, Mungu awabariki sana. Kuna wengine wanasubirigi mpaka mtu awe mtu fulani ndio wataanza kupost, wataanza kushare link. Lakini wewe ambaye unatukubali kama tulivyo sasa hivi, mimi na Apostle, Mungu akubariki. Mungu akubariki sana kwa sababu umeona kilichopo ndani yetu na umeamini Mungu tunamtumikia. Mungu akubariki. Sina chochote zaidi ya Mungu akufungulie tu milango. Adui zako akawa adui wa Bwana. Hamna atashindana na wewe akashinda. Na baraka za Bwana zitakujilia. Hakuna atakayeweza kuzuia. Haleluya. Viumbe vyote vitashirikiana nawe kuleta baraka zako ndani ya maisha yako na familia yako na mke wako na watoto na wewe mwenyewe. Hivyo nakubariki tu. Kwa wewe ambao una share sasa hivi na unatukubali, nakubariki sana. Kwa wewe ambaye uone aibu kushare, wewe ambaye ujiulizi watakuonaje, Mungu akubariki sana. Ni uamuzi ambao sio rahisi, najua ni mtu ambaye mwenye upendo wa dhati. Nakubariki sana. Na ninaomba wote ambao mnakuwa mna share, ninaomba sana mnitumie WhatsApp namba zenu kwenye hiyo WhatsApp yangu ya 0757343333. Nitumieni namba zenu hapo kwa sababu kuna mwaliko ambaye ninakualika wewe ambao tuko pamoja kwenye hizi social media. Ninakupataji. Kwenda kusema nitakwenda nitakumbuka wote ni uongo. Lakini kwa wewe unaye share, kwa wewe ambao tuko pamoja, ninaomba uende tupina WhatsApp unitumie. Mimi naitwa fulani. Mama niko hivi ama kuhani au pastor. Mimi naitwa fulani, mimi ndo namba yangu. Wewe uweke huko. Pale nitakapotafuta kukualika mahali tuje tuombe au tuje tu celebrate kwa pamoja, tufurahie, tumsifu Bwana kwa pamoja.
basi inarahisisha, najua utaona ninakuthamini na ninatambua mchango wako katika huduma ya Reconciliation and Counseling Ministry. Ninatambua kabisa unachangia kabisa the altar of Reconciliation and Counseling Ministry. So nitaona kabisa kwamba una mchango mkubwa. Tulianza zamani. Usisite, nitumie tu WhatsApp message au message ya kawaida kwamba ni mimi fulani. Nitabarikiwa kwa sababu hawa tunaoanza nao huwa na wathamini zaidi na wale wanaokuja. Huyu aliyenielewa sasa hivi ninamuelewa sana na ninakushukuru sana, na wewe ni wathamani sana. Hivyo natoa shukrani zangu za dhati kwamba ninakuthamini na ninakubariki kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akakuonekanie, ukawe nuru kila mahali, ukapate kibali cha upendeleo sana. Be highly favored in the name of Jesus Christ. Mungu anayeishi asikupungukie wewe na familia yako. Mungu anayeishi asikupungukie wewe na kazi yako na biashara zako. Bwana ibariki hatua zako kokote unapokanyaga, umiliki na kutawala. Kokote unapoonekana watu wakusahihi wakujilie. Hivyo usidharau haya maneno nayoyasema, ukeep it na tuma hiyo message. Kwa sababu ni wengi mko humu kwenye mtandao, Facebook, TikTok, YouTube, wapi. Ninaomba kwa sababu nawaona, ninaweza nikasahau. Ukaona mwaliko wa watu wangu wa social media, alafu sija kuita, utasema kwamba Pastor amenitenga mimi. Mimi kweli niko naye kuanzia nilipoanza naye. Nina comment, nina share, nina like, ninafanyaje? Kumbe hukutenda maelekezo ninayokuelekeza. Na kuomba tuma message. Nitumie message ya namba yako na jina lako. Nitumie. Ninakuhitaji, kuna siku nitakuhitaji sana. Sana yani ninakuhitaji sana sasa hivi, kuna siku nitakuhitaji sana kwa jinsi tu unavyosupport huduma. Haleluya. Mungu akubariki sana. Nikutakie usiku mwema mzuri, na damu ya Yesu ikulinde wewe pamoja na familia yako. Amen.